Kwa nini wakati wa mapito Mungu hukaa kimya? Ninataka nikufundishe kwa nini wakati wa mapito Mungu anaweza akakaa kimya katika maisha yako, asizungumze na asiseme. Iko hivi, watu wengi tunapopitia mapito huwa tunakuwa na wakati mgumu ambao tunahitaji faraja, amani na utulivu, na tunahitaji msaada wa haraka sana utakaotusaidia kutatua changamoto za matatizo yetu yanayotusumbua na kutukabili. Lakini kabla sijaenda mbali sana, nikufundishe uelewe nini maana ya mapito. Maana ya mapito ni changamoto, majaribu na shida mbalimbali zinazomkuta mtu ama mtu anapopitia katika hiyo hali. Ni hali ambayo sio nzuri, ya hali ya mateso ya kumuumiza mtu huyo. Sasa kwa nini wakati wa mapito ama wakati wa kupitia shida na changamoto na mateso unapitia, lakini msaada wa Mungu unakuwa hauonekani? Kwa nini katika wakati na hali kama hiyo Mungu anakaa kimya, hazungumzi? Na ni wakati ambao unatamani Mungu awe karibu yako, awe upande wako, akushike mkono. Ni wakati ambao unatamani kila unachokiomba Mungu akijibu kwa haraka sana, kwa sababu ni wakati ambao unapitia hali ambayo sio kukufurahisha. Nataka nikwambie kwa nini Mungu anakaa kimya. Kitu cha kwanza, Mungu ana nafasi kubwa sana katika maisha ama katika mapito yako kukaa kimya ili aone utafanya nini. Kwa nini Mungu anataka kuona utafanya nini? Anataka aone, je, akikaa kimya utaendelea kumwamini, ama katika hali unayopitia, je, utamwacha ama utageukia upande mwingine, utaamini imani zingine? Je, anataka kuona kwamba bado utaambatana na yeye pamoja na kwamba unapitia hali ambayo sio nzuri? Je, utaendelea kumwamini? Lakini kitu cha pili, Mungu anataka kuona utafanya nini katika hiyo hali. Lakini kitu cha tatu, anataka kupima uzoefu wako na ukakamavu wako juu ya kumwelewa wewe. Unamwelewa vipi? Acha nikwambie, Mungu akakaa kimya katika wakati wa mapito wa majaribu wa Ayubu. Alitaka kumwonyesha shetani ni kiasi gani Mungu ambavyo amejithabiti na Ayubu, ni jinsi gani walivyo connected kati ya Mungu na Ayubu. Hivyo Mungu anapokaa kimya, hamaanishi amekuacha, hamaanishi hakusikii, hamaanishi hakuoni, ila anataka kuona ni jinsi gani wewe utafanya ama utaamua nini. Lakini pia anataka kupima ukakamavu wako juu ya kumwelewa yeye. Lakini ana uwezo wa kunyamaza kimya ili kwamba watu wajifunze kwa yale mapito unayoyapitia, ili wamuone Mungu, ili wajue yeye ni muweza, ili waokoke na wengine wamuone ya kwamba anatenda. Kuna watu wengine ili wamjue Mungu ni lazima waone mtu mmoja amepitia hali ambayo ni ya chini, amepitia mateso na Mungu amemuinua kutoka mavumbini na kumketisha mahali pa juu. Wanajua Mungu yupo. Kwa Mungu ana namna nyingi ya kuokoa. Anaweza akaokoa kwa neno, lakini anaweza kuokoa katika shida za watu kwa shuhuda tu. Mtu kwa shuhuda na kwa kujionea vile ambavyo umepitia na ambavyo umeinuka, inatosha kumhubiri mtu na akahubirika, na yeye mwenyewe akamtegemea Mungu na kumwamini Mungu na akamjua Mungu zaidi. So sio kila wakati wa mapito napaswa ulalamike na kulia na kung'ong'onika. Kuna wakati mwingine Mungu anataka kuhubiri kwa kupitia mapito yako. Kuna wakati mwingine Mungu anataka kuinua watu kwa kupitia mapito yako. Kuna wakati mwingine Mungu anataka kujithibitisha katika maisha ya watu kwa kupitia mapito yako. Kuna wakati mwingine Mungu anataka kuinua imani za watu kwa kupitia hayo mapito yako. Sasa unapopitia, usilalamike wala using'ong'onike. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Ninaitwa Yusufu Daudi Chironi. Usiache kufuatilia mafundisho haya YouTube channel yangu, tunapatikana kwa jina la Intercession Service in Africa. Usiache kucomment, kushare na kusubscribe na kucomment maoni yako ili wengine waweze kuona. Mungu akubariki na Mungu akuinue.